shauri kupa nafasi, cha kusikitisha nachambulia maumivu tupu. Mwenzako bora ningechuku ningewapa wakifanye supu. Kwako likwenye ndo sina, nikijua yo my destiny. Sina kumtunzia heshima, kama hata we nitashindwa kukuthamini. Ni kweli utakwenda mazima, japo itakuwa ngumu kuamini. Nitamisi michezo ya Mama Amina, ya kucheza kwa kuburuza ulimi baby. Mapenzi ulionipa we. All the way from Tanzania. Naiwakilisha Oya Gang. Has my team. We are gang. So tumewasili Burundi, lakini niwashukuru pia wana Burundi kwa kunipokea vizuri. So ya kama unasikiliza sasa hivi au unamsikiliza Chizi hapa kicha mtu mbaya. So we out check. Na lengo la kufika Burundi, nimeitwa na my new family kwa sababu nimeoa Burundi. So wazazi wa mke wangu wamenambia niwasili Burundi kwa ajili ya kuja kujoin na familia. Kusalimiana ama kujoin tu ya kawaida tu? Ni kusalimiana, lakini pia nadhani kuna sherehe wazazi wameandaa kwa sababu the first time tulifunga harusi, unajua harusi za Kiislamu. So nadhani kutakuwa kuna sherehe kesho. Mshafunga harusi manaki? Mshamaliza? Muda mrefu sana. Ujua Burundi nimepata bahati ya kukutana na watu wachache kabla hata sijafika Burundi. The first time nilikutana na Satibi. He's my friend. And next person akawa ni mke wangu. Kwa ni watu ambao hawakunitreat vibaya. Ni watu ambao wamenitreat vizuri, na hata nilipofika Burundi pia nimeona Burundi ni watu ambao wana upendo sana, kwa sababu sijaona kitu cha tofauti zaidi. Unamaliza kumtaja Satibi. Satibi mlikutania naye wapi? Ilikuwa katika action yipi ili mkutane na Satibi? Nadhani my brother Harmonize aliandaa concert Dar es Salaam. Katika watu ambao walikuwa wanaperform katika ile show, nadhani Satibi alikuwepo. So the first time nakutana na Satibi, tukajuana like yo bro, we are family now. Now we are family with Satibi. Ndiye tumekupokea vizuri Burundi. Umeanza unasema hapo awali ya kwamba mapokezi yamekuwa mazuri sana, pia na nchi ya Burundi imekutana iko vizuri sana. Mtangazaji mwenzangu amekuuliza swali, kipi ambacho kimekuleta katika nchi yetu ya Burundi, kwa sababu uko msanii unaweza kuja kwa mambo mengi, kwa ma collaboration pia na ma concert, lakini unaweza kutuambia kwamba umekuja kuoa Burundi. Tunahitaji sasa kujua kukutanana na huyo Mburundi ilikuwa lini, mkutanania naye wapi? Kwa sababu watu wengi wanajiuliza huyo Mburundi amekutanania wapi na Ibra. Tunahitaji kujua. Sisi ni vijana sasa hivi, dunia sasa hivi iko mkononi, dunia iko hapa. So tumekutana mitandaoni huko. Nakumbuka nilitoa albamu yangu ya The King of New School. Lakini kwenye ile albamu kulikuwa kuna nyimbo namba 1 nilifanya na Maudiarika from France. Nadhani hali ni text akanambia your music is good. I was like thank you. Azikapita siku kadhaa, so unajua sisi ni vijana. Ndio. So tukachati, tukaongea. The first time akatoka kwao. Akatoka Belgium kwa sababu anaishi Belgium. Akatoka Belgium akafika Burundi, akatoka Burundi pia akaja Tanzania. So tukamit the first time. Tukazungumza mambo kibao, akarudi akaenda nyumbani, maisha yakaendelea. But now we are family and tunaendelea kujenga. Kando ya kufanya harusi au kuoa mwanamke mwenye ana chimbuko kutoka nchini Burundi, yengine mapi ambayo tunaweza kutarajia kwa Ibra hizi siku zote, wala huyu wakati wote atakao maliza hapa Burundi? Ni kitu gani tunaweza kutarajia kwa Ibra kando ya harusi? Nadhani simu zimeanza kuita, baadhi ya watu wanataka shows. Wengine wanataka nifanye special appearance kwenye clubs mbalimbali, lakini ni wakati mzuri pia. Kama kuna watu watafikia kukubaliana vizuri, makubaliano ya biashara, nitafanya, kwa sababu sio alipokuja huku Ibra amebeba na muziki wake pia, kwa sababu alipo Ibra ndo palipo na muziki. So we are family, so anytime. Okay, Oya Gang. Why Oya Gang? Kwa nini ulifanya Oya Gang au kufanya nyingine? Oya Gang ni unajua Oya ni kama
slogan yako zinatumika kama salam sometimes oya vipi na kwaje, you know. So Oya Gang ni familia, ni wale wana ambao walikuwa wananisupport since day one kabla hata sijawa Konde Gang. Niko street na hustle na wana wanachanga 200 in the studio nikarekodi something like that. So yeah, we are Oya Gang. Okay. Na uko hapa sasa Burundi. Sasa ningependa kwanza kujua kwanza kitu gani ambacho ulichokipenda hapa na kitu gani ambacho haukupenda? Sidhani kama kuna kitu ambacho sijakipenda kwa sababu kila sehemu ninayopita nakutana na love tofauti. Ya watu wanaenjoy muziki wangu, watu wanaimba muziki wangu, so that's bigger. Na nafurahia sana. Na ulitegemea kwamba utapata watu ambao wanajua nyimbo zako? Sikutegemea kwa sababu sikuwahi kuimagine Burundi, sikuwahi kufika na sikujua kama Burundi wanazungumza sana Kiswahili. Kwa huyu muda Ibra anaona kwamba anaweza kutumika na wasanii wapi? Kuna majina ambayo ulikuwa ukiyasikiliza au ukiwa ukiyafuatilia ukiwa Tanzania ili tujue kwamba Ibra huyu msanii anamwangalia karibu sana? Nadhani kwa wasanii wa Burundi naweza nikasema namfuatilia sana Sati kwa sababu Sati nimefollow Instagram and also sometimes tunaongea WhatsApp like family, oh bro wapi, like yo bali nimesafiri sasa hivi, I'm coming to Tanzania, nampokea like a family, you know. So yeah, he's my friend and we family, and sometimes na kuaga nasikiliza sana muziki wake kwa sababu ni mtu ambaye yuko karibu sana. Mimi yesu nibakia hapa kwa Sadbi kwa sababu Sadbi ashafanya collaboration nyingi sana kule Tanzania. Ashafanya na tena pale na Slay. Ashafanya wasanii wengi tu kibao tu. Sasa wewe unaona sema kwamba unaweza kufanya collab naye. Lakini ningependa kujua collab ya Sadbi na wewe kama Ibra itakuwa ni collab ya kibiashara ama itakuwa ni collab ya kiujamaa ya kirafiki? Kwa sababu uliongea sana kirafiki sana. Ningepasa ni Jesse ya kiujamaa ama ni ile ya kibusiness? Ya kibusiness. Sasa hiyo inategemea tu kwa sababu mtu kama alivyo Sati mimi siwezi kumchaji, siwezi kuzani kama anaweza naweza nikakaa naye nikamwambia Sati nataka unilipe tufanye kazi, right? Kwa sababu ni big artist in Burundi. Msanii mkubwa sana. Ni mkubwa lakini ni familia. Right? Mimi leo siwezi kumchaji mtu ambaye naamini hata leo naweza nikakwama hapa Burundi nikawa sina msaada mwingine zaidi ya Sati B, nikamwambia bro kuna moja kuna mbili kuna tatu, right? So we family and sometimes mimi huaga namwambia tuma nyimbo tusikie, kwa sababu mimi napenda kufanya vitu vizuri. Lakini kwa kuwa niko hapa pia tunaweza tukafanya kitu kizuri zaidi kwa sababu tunaweza tuko studio wote au tunashiriki session moja, so I think it will be nice. All right, apart from Sadbi, Tanzania kwa LTZ, msanii yupi hapa Burundi ambaye anasikilizwa sana Tanzania? Ama mimi sio mtu wa ma television sana. Yani mimi nafanya muziki lakini hata utokaji wangu clubs siendagi. Mimi maisha yangu ninakaa nyumbani, natoka nyumbani naenda studio, natoka studio naenda gym, natoka gym naenda kushoot video, nimerudi kuna show nimelipwa natoka. Huwezi kunikuta nimetoka labda you know. Sisikilizi sana mambo ya radio lakini na hakika wapo wasanii ambao wanapigwa sana. Kwa sababu East Africa ni muziki ambao tunasikiliza wote Kiswahili na kama unachanga kidogo language inakuwa iko vizuri zaidi. Ni kitu ambacho ni kitu kipi ambacho wasanii wa Tanzania wa Bongo au wasanii wa Burundi wanaweza wakasaidia ili hiyo relationship katika hiyo relationship ya Tanzania na Burundi ili iendelee kusonga mbele na kukua zaidi? Wanamuziki au wa artist wana karata ipi ili kusaidia hii relationship? Nadhani pia kila msanii ana moyo wake na kila mtu kuna the way ana behave. Ukimtafuta kufanya naye kazi kuna vitu vyake atakugea kwamba mimi tunaweza kufanya kazi lakini kwa njia 1 2 3 4 5. Nadhani ni mawasiliano lakini pia watu kuamini kwamba sio kila utakayemcheki atakuwa na roho mbaya, kwa sababu kuna wasanii wana roho mbaya kweli. Unaweza kumcheki hapa akwambia mimi siwezi kufanya hiyo kitu bila milioni 10. Siwezi kufanya hiyo bila 20 million. Right? Kwa hiyo inategemea na relationship, how una engage mtu kufanya naye kazi. It depends. Hii collab yako na Sadbi ama na mwingine msanii, tuacha hata Sadbi, mwingine msanii ambaye tunamsikia tu hapa Burundi na mnafanya collab. Je, utamsaidia kwa promotion ama ni ile tu anasema acha nifanye tu collab juu niko Burundi? Vingine tu ni Mungu atafanya tu. For me kwa huu muda ambao niko nao usio muda wa kujaribu kwa sababu nimetoka sehemu nyingine naelekea sehemu nyingine, nahitaji kuonesha watu, kuapprove watu wrong kwamba mimi naweza kufanya muziki wote, naweza kufanya chochote na ama big, yes of course, right?
tukiwa tunafanya collabo, nitakuuliza kabisa kwamba hii collabo yako una invest how much? Right? Una shoot video ya how much? Unataka utengeneze picha ya aina gani? Kwa sababu msanii kabla hujarekodi nyimbo, kabla hujaingia studio kufanya nyimbo, wimbo wako unakuwa uko nao kichwani kwa sababu ile ni picha uko nayo kichwani. Unataka kuiwasilisha kwenye jamii. Unataka kuiwasilisha kwenye njia ipi? Nikiona njia yako ni sahihi au imepungukiwa, nitakwambia hapana, hii njia ukitoa hivi na mimi, kwa sababu naamini hichi kitu ni kitu cha kwetu sote, hiki kitu kitashuka na mimi sihitaji kwenda chini. So nahitaji 1 na 2 na 3. Uko sawa, unaweza kufanya hivi, tufanye. Kwa sababu nitaposti kwa moyo mmoja nikiwa naamini hichi kitu kinatupandisha wote, lakini kitu kikiwa tofauti na ambavyo mimi nahitaji, tunaita hicho kiko nje ya uwezo wa malengo yangu, kwa sababu na mimi jicho langu kuna linapotazama. Acha mimi niamini hivyo, kwa sababu huwa mara nyingi mkifanya collabo unakuta msanii anafanya collabo lakini mwisho wa siku support hamna kabisa. So ndio hivyo. Msanii ana uwezo wa kuafford watu wangapi? Yani nyimbo yake akitoa wanasikiza watu wangapi? Let's say mimi na listeners 3 million on Boomplay. Right? Yeye yuko na 10 million. Hivyo ni vitu viwili tofauti, kwa sababu yeye amenizidi yuko juu. Mimi niko chini. Na tunachoangalia ni je, yeye anapush kiasi gani, mimi napush kiasi gani? Je, mimi nahitaji nguvu kiasi gani na yeye anahitaji nguvu kiasi gani? So nadhani ni biashara, ni communication ile kwamba bwana mimi bwana na ni kama vile nilivyosema tu mwanzo, mimi na wimbo wangu ni huu hapa. Ndio. Nahitaji kufanya na wewe Ibra kwa muda fulani. Hii nyimbo itatoka muda fulani. Kwa sababu kila msanii ana timetable yake. Ya kwamba mimi sasa hivi siwezi kufanya kitu cha aina hii, nataka nifanye kitu cha aina hii. Huenda wewe unaweza ukasema mimi nataka kufanya hichi kwa njia hii. Kumbe njia unayoenda kufanya wewe ni tofauti na mwenzio anapotaka. Lakini mimi naamini sana kwenye maelewano na yoyote ambaye anahitaji kufanya kazi na mimi. Mimi ni mtupisi sana. Na namba ya management iko pale kwenye bio yangu ya Instagram, emails. Ukitaka kufanya chochote, ukitaka kuwa contact, just contact them. Wapigie, waambie bwana mimi nataka kufanya kazi na Ibra, watakupa times, watakupa kila kitu. Kama utahitaji kuongea na mimi mwenyewe, watakupa mawasiliano yangu mimi mwenyewe, utawasiliana na mimi, kwa sababu msanii kwa msanii wanavyowasiliana ni tofauti na management kwa msanii. Ndio kabisa. Lakini Ibra, acha nikuulize swali la mwisho. Umeonaje mapokezi katika hii studio yetu? Unaona iko vipi kimuonekano? Inabidi wachona tu bless kabisa. I love the vibe. And nimepita kutembea. Mimi nimekutana na watangazaji wengi wa kike East Africa kwa ujumla, na studio ni kali cha kwanza. Nilikuwa naangalia setup ya hapa ndani, pale kuna piano lile pale. Ukiwa sio mtu mwenye jicho huwezi kujua kama ni piano. Right? Studio ni kali, lakini pia nitoe shout out sana kwako kwa sababu wewe ni wa kike. Unajua watoto wa kike kusimama sehemu na wakawa wako strong, it's not easy. Right? So nimependa, no the first time wakati tunaanza kuongea nilikuwa nakuangalia sema like seriously. So that's good, and nitoe shout out kwa Biggie kwa sababu wanaume siku zote tuko strong. Lakini pia kwa mwanangu pale umetisha sana. Mimi nitoe shout out sana kwenu kwa sababu ni kitu kizuri na ni kitu kikubwa. Nilichofurahi zaidi mmenifanya nikaongea na wana Burundi kadhaa, kwa sababu hata huko sehemu nilikotoka nilikuwa najaribu kuongea nao kwenye simu, lakini simu zao zilikuwa zinakata sana, lakini hapa nimeongea na watu kadhaa. So that's the love. Mimi napenda sana. Acha tukushukuru kwa kuitika mwaliko wetu katika siku ya leo. Tunategemea kwamba tukihitaji kuongea na Ibra siku za usoni tutakupata kabisa bila tatizo yoyote. Of course. Asante sana. Thank you so much. Picha inaanza kama ndoto, najiona kama ndo nimezaliwa. Lichogundwa duniani utoto, lipogundwa mimaiti mtarajiwa. Dunia inatisha wakati wa unapambana kusari, kuna wanga wanakombea uferi. Iskindo kisa wanakaba na wananyonga, na wambie kama lifeboat ya achwi mtu. Wanangu mtaji pumzi si mnapumua. Struggle za life wesi unajua. Wanangu watemeke walimba kamua. Life si unajua. Asikia mwanangu, eti life ni kurani shida za kitani kwa nasozi juani nani. Oya iwe nyeusi ama kijani, kwenye riziki hakuna utani, kama geto tunafua. Oya wanangu wote ni kukopi alafu tuna pesti. Mambo ni hatari sana katika studio za IRFM.